Rĩa mbere ndacamanĩtie nake njera-inĩ nene ya arũme ya Naikuru. Gĩikaro nake gũkũ njera, mwanake ũyũ Willis Opondo nĩatarĩirie atĩ gĩkeno gĩake gĩkaumana na rĩrĩa akarekererio kuma mĩnyororo-inĩ ya njera. So mi huwaga na feel wrong, na feel enyewe ni kama nilidhulumiwa. So nilikuwa namba tu ako kachance at least hata mimi niweze kutemwa. Na tondũ gũtirĩ mũthenya ũkĩaga ta ũrĩa ũngĩ, na riũa rĩaratha no nginya rĩthũe. Thutha wa mĩaka 20 ya gũikara njera, icera-inĩ rĩakwa mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, ndĩracemania na mwanake. Vipi bwana? Ukaje niko poa bwana. Yes. Hapa, tunasikia sisi leo ni. Ukaje? Niko poa bwana. Umetoka? Nimetoka. Baada ya miaka 20 bwana. Ndio nimetoka bwana. Uko nje sasa. Unasikiaje? Nakwambia kama ungekuja siku ile, unajua bado ningekojea mpaka sasa. Lakini vile nikam. Mazebi. Mazebi. Nakupiga bwana. Wewe pia ni bazenga mtu wangu. Sasa hapa ndio home. Bro wangu anakaa hapa. Ndio yeye ndiye amenihost hapa. Okay. Yeye ndiye amenihost hapa. Sasa tutaweza ingia haki. Willis Opondo nĩarĩkĩtie kũrekererio kuma njera. Kwanza nataka kumshukuru Bazenga, Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yeye ndiye amenilinda hizo siku zote, hiyo miaka yote nimekaa, niko buheri wa afya na niko poa na nimekaa. Na najua yeye ndiye alikuwa na reason ya mimi kuwa huko ndani na ndiye ana reason, the same reason ya mimi kuwa huko nje. Secondly, nataka kushukuru station ya Inoro through Kibe. Wewe Kibe ambaye tuko naye sasa hivi. Kama station ya Inoro haingeingia jela na hii program ya jela ni shito, nakwambia mimi hata sasa ningekuwa nimededia jela kama wengine vile wamededia huko jela. But through hii station ya Inoro na jela ile shito ilikuja ikaangazia hii mambo mingi yote bila kuacha kitu yote. Juu like nilikuwa pia nimesahaulika. So unajua miaka 20 ni mingi sana. So mtu anaweza kusahau mambo ya koti imeisha nini na vitu kama hizo. So ndaweza thank God nikisema that was my first journey ya kwenda freedom. Jela nimekaa miaka 20. Na mambo yale yako jela hata nikiweza husia saa nyingine huwa inanigadhabisha hata inaleta nini kwa moyo. Nimepitia mambo mingi sana jela. Juu jela kwanza nimeona watu wakikufa jela. Jela watu wanapigwa. So mimi nimekuwa jela hiyo muda yote, manake nilipohukumiwa nikahukumiwa kunyongwa. At first hiyo kitu ikaniletea nikasikia ni kama ndakuwa wazimu. Tumehukumiwa kunyongwa. Right? Alafu ile kunyongwa sasa hiyo nyakati ya hiyo ilikuwa na nyakati ya moyo. Maaskari walikuwa very arrogant. Wewe umehukumiwa kunyongwa, sasa umevaliwa nguo za kunyongwa, unachukuliwa ni vita, unapelekwa ndani ya cell. Sasa pale kwa kunyongwa nimekaa, tulikuwa tunaota jua. In 24 hours tunapata only 30 minutes ya kuota jua. The next 23 hours tuko ndani. Na hiyo next tuko ndani ni a room by 6x4. Na hii 6x4 tunakaa watu 10. Hao watu 10 hapo ndani ya hii 6x4 hii room. Hiyo ndio sitting room, bedroom, toilet na kila kitu iko pale. Manake jela, maisha ya jela ni mbaya. Mko pale ndani hakuna kwenda kwa choo. Watu wanaenda kwa choo ama kujisaidia haja kubwa na ndogo kwa ndoo. Unaweza imagine huko ndoo tunachota nao maji, lakini jela umuhimu wa ndoo ni unakalia choo. Sasa hapo mtu anakalia choo hapo na mimi nimekaa hapa nakula. Sasa sabuni, hata kupata sabuni ya kuoga ilikuwa ni shida. Sasa unapata sabuni kidogo tu ya kipande. Hii sabuni kidogo ya kipande ndio ilikuwa naoga nayo. Nafua. Hii sabuni ndio ya kusugua meno. Nasugua meno na sabuni. Manake watu hawakuji na mambo yamekuwa magumu. Kũrekererio gwake kũrarĩ gĩkeno kĩnene kũrĩ andũ a nyũmba yake. Okay, mbeleni nilikuwa naishi Mathare. Pale, lakini baada ya mimi kwenda jela, watu wangu wote walihama pale na ile nyumba hata yenyewe nilikuwa naishi kwanza hata nilipoenda nilisahau ni wapi. So by great chance nikapata ndugu yangu ambaye tuko tunaye hapa, anaitwa Pastor Ben Opondo Nandi. Yeye ni pastor na anafanya kazi yake kama ya mjengo tu kidogo kidogo hivi. So akani welcome. Sasa ile kidogo anakuwa tu naye anapata, at least ndio tuna share, tunakula kidogo. Na ameni welcome
mimi ni ndugu yake na haina problem yote, so tuna push tu hapo, so mpaka sasa hivi bado tuko na yeye. Hihi nĩ atĩa kũrathire na mbere ũrarekererio kuma njera? Ile wakati nilikuwa nadu mpaka kuja kubamba kwangu, mimi ni DJ. Nilikuwa na work na sound moja inajiita King Lion Sounds Promotions, ambao tulikuwa nafanya kazi hapo tu town Monte Carlo, karibu na Monte Carlo tu hapo, club inajiita Achievers. Tuna entertain makarao, watu wote, hata watu wadosi wanakuja kutu pale. Sasa uwezi jua mtu ni nani. So katika wale mafano wangu, unaona kuna mmoja wengine wakakuja. Sasa kuna joto pale, mwingine akanipatia jako. Nikadunga ile jako, unaona? Kudunga ile jako, sasa tunacheza muziki, Na ikifika saa ile masaa ya kutoka sasa sasa unajua, na pia unajua umewaka. DJ unajua ni mtu pia wa kuwaka, vitu kama hizo. Nilikuwa tu boyembe yangu lakini na kata maji. So naenda fika hapo nje hizo magedha. Nikakuwa niaje? Kumbe kuna yule mtu alikuwa amenyang'anywa hapo. Alikuwa nitoa hapa akasema watu wameingia hapa. Kidogo kumbe wale wasio walikuwa hiyo kitu. Jamaa akaanza kurisala watu wakahepa. Sasa mimi sijui. Unaona? Bado nimekaa kwa hata jacket yangu ndio mmoja ndio huyo. Kukuja pale na sasa naenda hapo tutaona hapo Gilas sasa hapo Gilas. Hapo ndipo tao Gilas sasa hapo. Niko na hili noma. Nikaanza kuhepa pia mimi. So ile mambo katika ile hali ya kuhepa ndio alamika kwa zaidi. Watu wakakuja wengi. So nikabambwa pale, nikapigwa na kirende. Unaona? So mpaka ilifika time ile huruma ikafikia mpaka ule jamaa alikuwa anasema ule complainer sasa. Manake kulikuwa na jamaa mmoja amekuja na mawe kubwa sana. Anataka kuniwekea, manake nimepigwa nimelala, anataka kuniwekelea kwa kichwa. So ile kujalele maana atakuwekea kichwa, ule complainer alisukuma ule jamaa. Do by the grace of God. Akasukuma ule jamaa, so siku nini. So nikapigwa zaidi, so mwili wangu wote ulikuwa tu ni blood. So hapo nikachukuliwa nikapelekwa station. I'm innocent. I was innocent. I'll be innocent because I'm an innocent Kenyan. Kitu tu bali nimeachiliwa, kukakuwa na kitu inaitwa resentencing, of which Justice Maraga aliintroduce. That ili sentencing ukienda kwa koti, magistrate aone umekaa muda gani, kama ni more than 20 years ama karibia 20 years, anaweza kupatia ile kifungo yeye anaona inafaa na wewe. Yangu aliangalia, hata judge mwenyewe aliniambia hata ingekuwa ni yeye anafanya hiyo kesi, hata singekuwa jela. Singelikuwa jela kabisa. Manake is that a matter of mtu amenyang'anywa ati 470 shillings. Can you imagine? 470 shillings. Jana uliza, 470 shillings. Unaweza kuwa umekula miaka 20. Unaona? Sasa ikakuwa hata ingekuwa ni yeye, hata singekuwa jela. Na akaniambia hata anajutia sana vile nimekaa jela. Na akachukua hiyo sentence yangu na akasema niende nyumbani. Ukienda jela utapata majority ya wale watu ambao wako jela, utapata ni kutoka katika magetos. Madhare, Kawangware, Pondamali, Huruma, Jericho, magetos. Hawezi pata mtu kutoka Runda, Muthaiga Estate, Lavington, ampata. Kwani wale watu hawana watoto? Ndio katika Kenya sasa inasemekana kama hauna na lako halipo, umeshikwa na imekuwa wewe ni msewa kusota, hauna ene basi nini. Maana hapa Kenya siku watu wengi wamedo wrong sana. Why are they not in prison? Why wale watu wamejaa jela tu ni wale tu watu unatea watoka kwa mageto? Ni hatuna ka kitu. You can imagine pengine mtu amefanya kazi yake kwa mwezi mzima, anataka kupelekea bibi na watoto pesa walipie school fees. And then huyu mtu wewe unaichukua in one day alafu unashikwa. Okay, it's wrong. Manake umewacha family inaumia, mtu hajalipa nyumba, watoto wanafukuzwa shule. It's wrong. So mtu akienda huko ndani akifili kutoka kwa amefanya, anakuwa so remorseful. Wanasema they just need a handshake kati yao na wale ambao walifanyia, because wafungwa wamerepent na wanaachana hiyo mambo yao yote. Na wanasema hawawezi rudia. Ari njera niaganire wega wa mutumia wake uria amenyereire wendo wao. Nilikuwa na mama, sasa unajua kusema kwa pengine peleka mahari, but hiyo sikuwa nimetu, but
niko na very beautiful daughter ambaye yuko huko, nilimwacha huko. So nilimwacha akiwa mdogo. So by the way, mimi nilikuja kumjulia, akuja kuniangalia jela. Ndio nilikuja kujua ayala alikuja kuniangalia jela kwa mkubwa sasa. Hata waga anakuja. No rĩrĩa arekererio aratuhe rũgano rũngĩ. Haiya, anga maũndũ nĩ magarũrũkaga. Nilishikwa nilikuwa na 20. Kwa naelekea 21. Nakaa 20 years. Nilikuwa na bibi na mtoto. Now bibi alisave. Ali left. Unaona? But sikumchukulia makosa. Sikumchukulia makosa manake silimwacha akiwa mdogo. So alikuwa tu na hisia tu zake pia kivyake. But mtoto yuko ako na mimi sina baba yeye. So ni kuanza familia yangu. I just want to build the lost particles of my life alone. Ona akinyereirie we ndarĩ na ũcuke akĩnyitwo. Nĩ arathingata mbeũ njĩthĩ kwĩmenyerera gũtabania ngero cingĩmerekeria njera. Njera ti mwago nĩ arauga. Jela ni mbaya. Hakuna jela moja mzuri, jela ni mbaya. But jela zingine ukienda unaweza pata kuna nyingine mbaya zaidi kushinda hii mbaya. Kitu mzuri kwa jela ni moja tu, ni kutoka jela. Hiyo pekee ndio mzuri. Mimi nimeenda, nimeanzia Kamiti, nimeenda Naivasha, nimeenda Nakuru, nimeenda Kericho, nimepelekwa Kodiaga, nimepelekwa Kibos, nimeenda King'ong'o, nimeenda Shimo la Tewa, nimeenda Manyani. Vijana wale mko pale. Kijana bila kwambia wewe nisikie tu poa. Life yako ya ujana inaweza isha vile yangu inaisha. Crime haipei chochote. Wewe unataka kwenda kuchukua nduthi ya mtu. Na mtu sacrifice, ametoa ndoo zake akabai nduthi. Wewe unataka kwenda kuchukua. Sasa unataka ya kula. Ukishikwa raundi kuna mambo mbili. Either usando upigwe ndenga, upigwe chuma ukufe ama uende jela. Nataka mimi vijana tafadhali mali kijana yote yuko katika mbogi zote za hii Kenya. Kijana mali yuko, tuachane na crime. Tukuje tufanye gava iko, ma opportunities zote ziko kwa gava. County government iko, gava ya juu iko. Tutatoa job hapa. Hata kama unaweza pata jil ama sultano per day. Hiyo inaweza kusaidia na uachane mali ya mtu. Juu crime haipei. Mimi kuna watu wako jela vijana. Mtu amekaa 36 years. Unasikia mtu alishikwa 1988. Bado wako jela. Jua crime kidogo tu. Sasa wanataka kwenda kuchukua simu ya mtu. Tafadhali waachane hiyo simu ya mtu. Wewe tafanya job, nunua nduthi yako, nunua simu yako na maisha yako yaendelee. Kijana waachane na crime. Arĩ na mĩbango ya kwambĩrĩria ũrĩa angĩnyitanĩra na thirikari kũhukia ngero cia wĩkinaĩ matũũra-inĩ, no nĩ arabatara ambe one gĩbarũa nĩguo ahote kwĩhanda wega. Nataka kuanza kitu inaitwa The Stitches Foundation in collaboration with the Powerhouse Prayer Center. Inajiita reform is a must for all. What is this reform? Reform is a must for all, if I can explain. Yaani nawaambia kureform ni lazima. Ukitaka kuwa Mkenya kamili, just reform. Kuja hapa fanya kazi yako. So ile kazi pengine ile skill imetoka na jela, na yule mwingine atakuja atoke na jela, pengine imetoka upholstery, mwingine ametoka na metalwork, mwingine ametoka na tailoring, mwingine ametoka na woodwork. Tunakuja pale. Then tunaomba serikali itutafutie at least land somewhere na capital kitu. No, hataki pesa, land kitu na vifaa. Then hii kazi hizi tunafundishana hapa jela. Maana yake tunajua marafiki wetu wengine wako hapa hata wajaishikwa. Aim yangu ile kwa akili yangu kwamba nataka ku-eradicate crime for at least iweze kupungua ndani ya Kenya. Ndio watu wakuwe free. Kwamba hizi kazi tumejua tukua jela. Tukishapata mahali serikali imetufungulia pale. Sasa hii tutakuwa tunafundisha wote tunakuja hapa na tunafundisha mpaka wale wenzetu wako hapa. Wale pengine walikuwa wanaingilia kwa crime, tunataka kucheck ama crime si watu tunajua. Pengine walikuwa wanajua wawili, mwingine anajua watatu, na huwa wawili mtu anajua, huwa wawili pia wanajua wengine wawili. So tushakaa hapa, tunatengeneza hizi vitu, tunashona nguo, tunatengeneza viti, tunatengeneza milango za chuma, tunashona viatu, then serikali inatutafutia market ya hizi vitu. Nataka kufanya kazi. This an organization ambayo inakuwa inaenda kivyake. But I want to do work. Maana yake sasa nimekaa tu hapa. Kazi yoyote mtu atanipatia, mimi nafanya kazi. Kazi yoyote, sichagui kazi, maana yake mchagua jembe simu. Maze President Uhuru. Mimi mtu wako na Stitches nimekaa
kuna haka foundation kangu nataka kuanzisha. Nataka ku-eradicate crime ndani ya Kenya. Nataka ku-eradicate crime, kupunguza ile crime. At least nataka vijana wote ama wale watu wote watakuwa wanatoka jela, tukae tu hapa. Tukae hapa na tufanye zile vitu zile yenyewe tunaweza fanya zile tumejifundisha jela. Na tufundisha wale wenzetu wako hapa nje. Wale ambao pengine wanaanza kuingia kwa crime. So tunakuomba President Uhuru Kenyatta, hebu niite State House. Just call me kwa State House. Nikuchapia story vile inaenda. And then unipige ka support. Nasikia mpaka kuna vijana huko ati wakali kwanza, wakali wao, wako course, mara kuna noma zinafanyika huko Kapedo, unapata kuona gava yako inaingia na kifa pale. Sasa hata ile kitu inafanyika Kapedo jo president. Hawezi pata mgondi hata mmoja. Hawezi pata wale watomatendeo kitendo. Hawezi pata wase wanafanya hiyo kitendo alafu wanaepa. So gava yako kienda pale inaumiza watu innocent. So mimi kama like stitches Willis Opondo Nandi nataka kutoka hapa nikipata public address ma speakers mashini zote tunaenda huko kama ni huko Kapedo, tunaenda huko kama ni huko Coast, tulongana na vijana wote wakali wao wakali kwanza. Basically kwa maisha nilikuwa nafanya DJ office, niko poa hapo sana, nikapata sound yangu na ma system zote vile nimeitisha president, hiyo inaweza kuwa poa tu. Pale tumefanya course, mimi niko na course ya upholstery ni ile ya skeleton kisha kuja unaziweka vitambaa, unashona hizo vitambaa, then inakuwa ready kwenda kwa market. Sofa set. Ukiacha hata hizo bungezi huko shule tumeshirikiana na wafungwa wenzangu kule ndani tukashona hizo. Then tumezama I'm a first aider by profession, ambao from St. John first aid and firefighting, of which I can treat 58 condition and repeatedly. Hata kama mtu amefaint, hata kama anafanya nini, hata kama broken human, yote hiyo ndeza nini before hata daktari akuja. Sikuwa nimechuo huku. But nimeenda huko ndani, nimemaliza mpaka form 4. Nimefanya form 4. Nimefanya kitu inaitwa office practice. Nimefanya kitu inaitwa storekeeping. Okay, nimefanya kitu inaitwa paralegalism. Office paralegalism ndani yake kuna paralegalism ndani yake kuna drug abuse, kuna HIV and AIDS prevention, kuna story mob ambayo tumefanya, kuna counseling, kuna anger management. Zote hizo ni ambazo tumefanya. Most of all nimefanya kitu inaitwa mindfulness. Mindfulness inaitwa wewe ujijue, wewe ni nani? Who are you? Nilikuwa nani baadaye? Sasa mimi ni nani? Na naenda wapi? Mindfulness. Lazima Mkenya ajijue kwanza yeye ni nani. Unataka kufanya crime? Sasa jijue, jichagulie. Unataka kuacha crime? Jichagulie. Wewe yako na. So mindfulness is a broad topic of which we tumesoma relation ya kuongea na Mkenya, Wakenya wajuana wakae kimoja. Eo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ na njĩtagwo Simon Kibe.